Tunajifunza kitu hapa kwamba pamoja na kunena kwa lugha, pamoja na kuwa na vipindi vizuri vya kufunga na kuomba, lakini tumwambie Mungu atuondoe kwenye kuchoka kwenye eneo la uchumi. Kuwa serious na hiyo habari. Kuwa serious kabisa. Kwa sababu hata kama umesoma, una kiroho, unafukuza mapepo, watu wanafunguliwa, ukiwa uchumi wako ni mbaya, dunia hii tulionayo, watakudharau. Watakudharau. Hata pale mtaani unajifanya, mimi nasali kanisa la kiroho, Mungu ameniponya. Sawa, amekuponya, lakini uko na njaa sana. Yaani ipiti siku mbili ngongongo, naombeni, ngongongo, naombeni. Halafu nasema twendeni kuna semina. Semina ipi? Tukupe semina wewe namna ya kupata hela. Kwanza semina tukwambie wewe. Unataka tukashiriki ibada, sawa. Lakini mbona uko vizuri? Hii ni aibu hii. Yaani hii ya huyu mama ambaye tunamsoma, mke wa nabii huyu. Hii ni aibu. Na niwaambia pale mkiona, nikamwambia kama kuna kitu ambacho tunatakiwa pia sisi ambao tunamwakilisha Yesu ni katika eneo la uchumi, tuwe sawa sawa. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana maandiko yanasema utakopesha wala hutakopa. Yaani tafsiri yake sio mpaka ukopeshe, ya kwamba wewe utakuwa unatoa matokeo ya majibu ya maswali kwa watu. Sio watu wanapata challenge kupitia wewe. Wewe na matokeo. Tukikutazama, tukikuangalia, uwe na matokeo. Pigana, pambana, uwe na matokeo. Na mimi nasema moja ya kitu ambacho kanisa hili hapa ili tupone ni eneo la kiuchumi. Muwe na matokeo, kuwa na hasira ya kuleta mabadiliko kuanzia wewe, watoto wako na kizazi chako.